Sasa kuna huu mzigo una trend kichizi. Hii movie naona kama imesambaa sana kwa watazamaji wengi hapo mjini YouTube. Sasa hii movie kwanza inaitwa Love Bank na hapa ina story kali sana. Naamini utaenjoy. Sasa kabla tujaanza, usisahau kusubscribe, turn on notification bell ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Dolphin na hii ni Nay Recap. Twende kazi. Sasa hapa kuna familia mbili zinaongea. Huyu baba yuko peke yake tu, lakini kuna huyu mzee na mke wake wanapiga mdomo kichizi. Issue ambayo inapelekea ugumu kuhusu hapa ni miaka mingi iliyopita waliwekeana ubiana kwamba watoto wao wakikua na wakifanikisha kuoana, basi kuna fedha nyingi ziliwekwa, pesa ndefu kama milioni 100 hivi. Kwa hiyo pesa ndo kitu ambacho kimemleta huyu mzee. Huyu mzee kiukweli kwa sasa hivi hana pesa kabisa, ameshuka kiuchumi. Kwa hiyo hapa anaforce sana mtoto wake aweze kuoa binti wa hawa wazee hapa. Lakini hawa wazee wanagoma kwa sababu mtoto wa huyu jamaa ameshakuwa kipofu na kilema. Alipata ajali ya gari, kwa ikapelekea ulemavu wake wote wa miguu pamoja na macho. Hicho ndo kipengele ambacho kinawafanya hawa wazee wasikubali bwana mdogo asioe binti yao. Basi yule bwana ilibidi aondoke tu kwa sababu hakufanikisha kupata faida yoyote, ila alilaumu sana. Baadaye binti yao alikuja huyu hapa sasa, akawa anauliza wazazi, vipi hapa kinachoendelea? Msiniambie kama mmekubali mimi kuolewa na yule kipofu. Sitaki kabisa. Sawa, nilikuwa nampenda lakini siwezi kuolewa naye sasa hivi. Mtu mwenyewe ashakuwa kipofu, cha pili washakuwa maskini, mimi siwezi kuolewa naye kabisa. Hayo makubaliano mliowekeana nyie mtajua nyie wenyewe. Lakini wazazi wake wanamsupport, wanasema hichi kitu hakiwezi kikatokea kabisa. Basi sasa yule mwamba ambaye ni kipofu na kilema ndo huyo hapa mwanangu. Baba yake alivyotoka kule akaja moja kwa moja mpaka hapa, akamkuta mwanae tu yuko hapa. Mshikaji aoni, mshikaji atembei. Basi baba yake aliamua kumpanga kila kitu. Mwamba alizikitika kinoma, akasema mimi sina bahati, lakini baba naomba unifanyie hivyo. Usiweze kunizingua baba, usinikatishe tamaa hivyo. Nipambanie basi nimuoe yule binti. Kwa sababu hapa Mwamba anaomba kwamba baba apambane kwa sababu ya upendo wake juu ya yule binti. Pia sasa wanapambana pia kwa sababu ya zile pesa ili waweze kurudisha hali yao ya kiuchumi hapa. Sasa kwa upande wa pili kuna huyu binti yuko na mama yake. Mama yake ni mgonjwa kichizi yani. Sasa issue iko hivi, unamwona huyu mwanamke ni mke halisi wa yule baba ambaye amegoma kuozesha binti yake yule kwa yule jamaa ambaye ni kipofu. Ila alimwachaga kipindi cha nyuma sana. Akaoa yule mwanamke mwingine akamtelekeza huyu na apendagi kumsaidia hata kidogo. Hawezagi kutoa chochote juu yake. Sasa mwanae ndo anapambana, mama yake anaumwa ubongo kichizi. Yani hapo alipo anaongea lakini anapoteza kumbukumbu tu. Sasa huyu binti ilibidi ampeleke mama yake hospitali, lakini daktari baada ya kumpima akamwambia kwamba huyu mama yake ana tatizo na hapa anatakiwa atibiwe huko. Inatakiwa ipatikane kama milioni 100 hivi ili apate matibabu na lazima akafanywe nje ya nchi. Basi binti sio kuchanganyikiwa, akasema mimi hela naitoa wapi wakati hapa alipo hana hata shilingi 10,000. Basi binti akachanganyikiwa. Sasa atafanyaje? Ilibidi tu awaze aende kule kwa babake ambaye ni tajiri lakini hawezagi kuwasaidia. Akaenda kule akalia kichizi, omba sana msaada, lakini mamake akamba akamfukuza na akasema hataki, hamna pesa, hakuna chochote. Huyu mzee ni kama ameshikwa na huyu mwanamke, atakachoongea mke wake ndo hicho anatekeleza. Basi binti hakuambulia chochote pale, ye mzee ni kuchekelea tu. Lakini binti alivyokuwa anatoka, huyu mwanamke alimwambia kitu mume wake. Basi wakapanga mpango na mpango ulikuwa uko hivi. Sasa kwa vile yule bwana alikuwa anataka mtoto wake aoe ili hizo pesa zipatikane, basi akafanya hivi, amuozeshe huyu binti yake ambaye anahitaji hiyo pesa na amwahidi kwamba kama utakubali kuolewa na yule jamaa ambaye ni kipofu, mi pesa ya kumtibu mamako nitakupa pesa yote, nitamtibu na utaolewa na yule jamaa. Ili sasa hizo pesa zipatikane na wagawane ile hela ambayo waliiwekeana miaka mingi iliyopita. Basi mpango ndo ukawa hivyo. Basi huyu binti alikubali kuolewa, lakini sio kwa mapenzi yake kabisa. Binti akakubali kuolewa na mambo yakaendaga vile vile kama walivyopanga. Lakini baada ya miaka mingi sana, huyu mzee kumbe alikuwa anauzaga madawa ya kulevya. Basi biashara zake ziligoma kabisa, na huku walishinda zile pesa na wakazipata zote. Maisha yalibadilika kwa sababu huyu binti alitafutiwa kazi na huyo kipofu, akapata kazi mpaka ikafika stage anatembelea gari kabisa. Lakini baada ya miaka hiyo yote mamake alikuwa ashafariki kwa bahati mbaya. Maisha yalibadilika sana mpaka wakaja wakachumbiana sasa huyu kipofu na huyu bimdada. Na baada ya hapo huyu binti akaanza kumsaidia huyu mume wake sasa apone huo kipofu na ulemavu. Basi mshikaji alienda kutibiwa macho mpaka akapona hayo macho, na kwambia akapona, na basi maisha yalikuwa hivyo, mambo kwao yakawa ni buruda kabisa. Sasa hii movie inaitwa Love Bank. Usisahau kusubscribe channel yangu, like, share, comment.